Mahusiano ya jini. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani na mito ya maji safi, aliishi kijana aitwaye Kevin. Kevin hakuwa wa kawaida. Tangu akiwa mdogo, alihisi kuwa kuna nguvu ya ajabu inayomvuta gizani kila usiku. Mara kwa mara aliota ndoto za ajabu, akizungumza na sauti za ajabu, na wakati mwingine aliweza kuona vitu ambavyo wengine hawakuona. Wazazi wake walidhani ni ndoto tu, lakini kwa Kevin ndoto hizo zilikuwa halisi kabisa. Siku moja alipokuwa akitembea porini karibu na kijiji, alikutana na msichana mrembo asionekana kama wa kawaida. Alikuwa amevaa nguo ndefu nyeusi yenye kung'aa, macho yake yalikuwa mekundu kama moto na alionekana kana kwamba anatokea dunia nyingine. Alijitambulisha kwa jina la Leila. Kevin alihisi kivutio cha ajabu kwake. Walianza kuzungumza na kila walipoonana, Kevin alizidi kuvutwa naye. Leila alikuwa na maarifa ya ajabu, alijua mambo ya kale, alizungumza lugha za kigeni na aliweza kutabiri mambo kabla hayajatokea. Kadri siku zilivyopita, Kevin alizidi kumpenda Leila. Walianza uhusiano wa kimapenzi wa siri. Lakini kila mara alipokuwa naye, alihisi kama anaishi katika ndoto. Alianza kuwa mnyonge mchana na mwenye nguvu ajabu usiku. Wazazi wake na marafiki waliona mabadiliko. Alikuwa hajajali tena masomo, hakuwa na hamu ya kula na alikuwa akizungumza peke yake mara kwa mara. Hata hivyo, Kevin alikataa kuamini kuwa kuna jambo baya kwa Leila. Kwake, Leila alikuwa kila kitu. Siku moja, Kevin alipoenda msituni kama kawaida, Leila alimwambia, "Ili tukae pamoja milele, kuna kiapo cha damu unapaswa kutoa." Kevin akiwa amelemewa na mapenzi alikubali. Leila alimpa kisu cha fedha na kumuomba akate kidole chake ili damu ichanganywe na damu yake. Mara tu damu ilipogusa ardhi, upepo mkali ulivuma, anga likabadilika na Kevin akapoteza fahamu. Alipoamka, alikuwa kwenye dunia ya ajabu yenye anga ya kijivu na miti iliyopinda kama mikono ya roho. Alikuwa na Leila, lakini sasa hakuwa yule msichana mrembo. Sura yake ilikuwa imegeuka, macho yakiwa meusi kabisa, ngozi yake ikiwaka kama makaa ya moto na sauti yake ikiwa nzito kama radi. Alimwambia, "Umenipa kiapo cha roho yako, sasa wewe ni wangu." Kevin alihisi hofu kwa mara ya kwanza. Aligundua kuwa Leila hakuwa binadamu. Alikuwa jini wa zamani aliyefungiwa kwa miaka mingi na alihitaji mwanadamu kumfungua tena. Kevin alijaribu kukimbia, lakini dunia aliyokuwa ndani yake haikuwa na mwisho. Alipaza sauti, lakini sauti yake haikusikika. Siku zikapita kama karne. Kila siku, Leila alimfanya Kevin ashuhudie maono ya mateso, akamfanya afanye kazi za ajabu na akampotezea kumbukumbu kidogo kidogo. Huku duniani, wazazi wa Kevin walihangaika kumtafuta. Walikodi wachawi, walifanya tambiko, lakini hakuna kilichofaulu. Miaka ikapita. Hadithi ya Kevin ikawa simulizi tu la mdomo, watoto wakihimizwa wasikaribie msitu kwa hofu ya kupotezwa na jini Leila. Lakini upande wa pili, Kevin alikuwa hai, amefungwa katika ndoa ya kiroho na kiumbe kilichomtumia kwa malengo ya giza. Mpaka leo, usiku wa mwezi mpevu, watu wa kijiji husema huona kivuli cha kijana aliye na macho yanayong'aa kama almasi akitembea pembeni mwa msitu akiwa na huzuni usioelezeka. Walio karibu hushuhudia sauti ya kike ikisema, "Upendo wa milele hauna mlango wa kurudi nyuma." Hii ndiyo hadithi ya Kevin na Leila, mapenzi yaliyopita mipaka ya dunia na kuingia katika ulimwengu wa roho. Niambie, umependa hadithi hii, na kama umeipenda, usisahau kusubscribe kwenye hii chaneli yetu.